Yalipoingia mafuriko, alikuja mkuu wa wilaya. Tukakaa naye kikao pale shule ya sekondari. Akasema tunafanyaje kuhusu hawa wahanga? Ikaonekana agizo la mkuu wa wilaya aseme tuwaite wenye mashamba, yani wamiliki wa mashamba. Kwa hiyo tulipokuja hapa na mwenyekiti wa kijiji na wenyeviti wa vitongoji na wajumbe, sisi wote wakawaita wamiliki wa mashamba. Tukakaa hapa tukalijadili. Walifika wamiliki wa mashamba wengi sana siku hiyo. Tukakaa nao hapa tukajadili. Baada ya kujadili ikaonekana mkuu wa wilaya alisema kwamba mtakapopima mashamba heka moja kama itatoa viwanja 6, miliki achukue viwanja 4, serikali ichukue viwanja 2. Kama itatoa viwanja 10, miliki achukue viwanja 6, serikali ichukue viwanja 4. Naamini kwa akili yangu timamu kutoka Mungu ambaye tumjua kiko mambo yake, ndio namba moja anayetuweka duniani. Namba 2 ni serikali iliyoko madarakani. Nilikuwa na maana kwamba serikali ikisimama wima, mambo yote huwa yamekaa vizuri. Nilikuwa na maana hivi, naomba meza nivumilie. Tunawahi kwenda huku chini. Uvunjaji wa maji kule haukuanza leo. Una miaka. Na watu wanapatikana na wanaonekana na wanapewa viwanja vijengwe. Na tumepaka matope sisi hapa Ikola. Waikola Waswahili bana. Waswahili hawayamiliki, hawashikiriki. Wanaenda nini? Hiki hapa ni poli tupu. Mimi kwa maoni yangu napendekeza hivi wazee siku hili hapa. Tangazo, mwenye matofali kesho wakina badali sisi tupo. Tunapiga mstari kiwanja. Mapiga hapa. Wewe hapa. Mwenye hana matofali kaa pembeni. Kuna swala la ardhi ambayo ofisi ya mkurugenzi imelipima. Kwanza imepanga na kupima, ambapo kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba kuna viwanja 1200. Lakini pia ndani ya ile eneo kuna wananchi ambao ni wenye maeneo. Sasa kuna hoja hapo ambayo imekuja kwamba mkurugenzi itakiwa alipe fidia. Hilo sisi tutalizungumzia na kulitolea maamuzi leo, kwa sababu ya lazima tupate taarifa ya kina ya jambo ambalo lilifanyika. Kwa sababu ili tuweze kutoa taarifa ya fidia, lazima kuwe na taarifa ya uthamini. Mthamini aje afanye uthamini wa mali zilizopo mle ndani, awatambue wamiliki halali, tujue nani anamiliki kipande gani na kuna mali gani mle ndani, tujue thamani ya kila mmoja wetu, halafu baadaye ndio tujue thamani ya fedha ambayo inatakiwa kulipwa kwa kila mmoja na ujumla wake. Hayo ndio mambo ambayo hayakufanyika. Na hilo jambo sio la muda mfupi. Ni jambo ambalo linaweza kuchukua muda mrefu. Kwa hiyo taratibu hizo za kitaalamu tunaweza tukashauri zikaendelea. Lakini haya masuala sasa ya majanga yenyewe hayanaga muda. Linaibuka muda wowote. Kwa lazima tuje na solution ya muda mfupi na solution ya muda mrefu. Ndio maana nikasema lazima tuupitie huu mchoro. Kuna matumizi ambayo sasa hivi huwezi kusema tutampa mtu eneo hili. Maeneo haya yametoa kwa ajili ya viwanda, service industry, warehouse, magi yale matumizi makubwa. Sasa sijui location ni wapi, lakini nikiangalia ni kama maeneo haya. Na hii ndio barabara yetu. Kwa hiyo matumizi manake hapa ni viwanda. Hilo eneo lote ni viwanda hivi. Mpaka maeneo haya. Hii commission angalau huko unaweza kujengeka. Kwa hiyo kwa haraka maana yake tunaweza tukaenda na njia ya kwanza ile ya upimaji shirikishi. Ndio tunaanza. Ya haraka zaidi. Ndio. Tuka-identify eneo ambalo tukasema hapa tutafute labda block hii. Tuwabaini waliopo hapa. Wamiliki wa maeneo hiyo. Tuende kwa 60 kwa 40. 40% itakayopatikana tuwape wale wenye wahanga. 60% ya viwanja vitakavyopatikana hapa akapeziwe mwenye eneo kwa maandishi. Sasa ni upimaji ambao umeshakamilika. Na kwa taarifa tu ni kwamba vimeshaidhinishwa hata pale kwa commission. Maana yake ni kiwanja ambacho tayari kimeshapanda nini? Hadhi au thamani. Lakini katika makubaliano haya lazima tukubaliane wale wamiliki
wa maeneo, kwa sababu nao wameridhia kutoa maeneo. Kuna maeneo ambayo kuna viwanja ambavyo vimetengwa kwa ajili ya huduma za kijamii. Eneo lako liko kwenye open space, hatuwezi kukupa open space, eneo la wazi hatuwezi kukupa, maana lazima tukuhamishe, na tukikuhamisha tutakupeleka kwa mzee Matwiga, kwa sababu kwenye eneo la mzee Matwiga ndio viwanja viko patikana. Yes. Changamoto ambayo huwa inakuwa kwenye upimaji shirikishi, mtu anataka apate kiwanja pale pale, yaani katika eneo lake la ekari 10 anataka apate viwanja pale pale. Sasa katika mipango hii ya kiserikali ni ngumu kupata wewe viwanja vyako kwenye eneo. Sasa kuhamisha tukipeleka kwa mzee Matwiga, Matwiga mwenyewe anatakiwa ajue kwamba huyu tumemleta hapa kwa sababu kwenye eneo lake mipango iliyopangwa pale na serikali sio ya viwanja vya makazi, ni huduma za jamii, ambayo hiyo huduma ya jamii hata yeye atanufaika nayo. Tunaelewana? Kwa hiyo lazima tuje na mpango wa haraka wa kutatua hii changamoto, kwa sababu ya fidia ile eneo lote ni ngumu kutekelezeka kwa haraka. Hatuwezi kusema tutakataa mpango wote. Kuna maeneo ambayo tumeona sasa yamepangwa kama maeneo ya viwanda, magodauni au warehouse, nyumba zinazama na kuja kwenye maeneo ambayo walau ni maeneo mazuri ambayo mtu hata kuwa tena na ile kuhamahama. Na kama mlivyosikia kwenye mkutano aliofanya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, alitamani kuona kwamba mtoto anakuwa katika mazingira ambayo sio ya kusumbuliwa. Leo yuko hapa, kesho pale, kesho kutwa huku, anakosa mwendelezo mzuri wa kimaisha. Kwa hiyo akawa ametoa maelekezo katika kikao chetu hapa cha ndani kwamba sema mkurugenzi aweze kusimamia swala hili lifanye nini, likamilike, liishe, kwa sababu tuliishia njiani. Bahati nzuri mwaka jana wakati zoezi linafanyika mimi nilikuwepo, kwa nafahamu vizuri. Hata kwenye kutembea huko na mimi nilishiriki, nikatembea kwenda mpaka kule mpaka kule kakafisha sijui na wapi, mpaka viwanja vya Mzee Molo vinapimwa, na mimi nilikuwepo.